Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Furaha inazidi kuongezeka vile ambavyo watu wanapenda kumtumikia Mungu, na hapa tuko na watumishi wa Mungu Victoria pamoja na Shedrack, watu ambao wanafanya kazi katika Radio Ushindi, lakini ambao wamebadilisha nyumba yao kuwa kanisa, badilisha nyumba yao kuwa mazingira ya kujifunzia neno la Mungu. Kwa sababu hiyo wakakaribisha majirani na kujifunza neno la Mungu wa kweli, wa kanisa la kweli la Waadventista wa Sabato wanaoshika imani ya Yesu, ushuhuda wa Yesu na amri 10 za Mungu pamoja na Sabato takatifu. Na hivyo watueleze ni kitu gani kilichosababisha wafikiri kuanza huduma hiyo nyumbani kwao kwa ajili ya Yesu Kristo. Tuanze. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sisi tumekuwa na taratibu, kila wageni wanapotufikia nyumbani pale, basi huwa tunawashirikisha neno la Mungu, tunashare nao, lakini pia huwa tunawapa pia vitabu na vijuzuu. Kwa hiyo imekuwa ni kawaida yetu, hasa tunapotembelewa na wageni tunaongea nao. Na kwa kifupi tu ni kwamba nilitembelewa na kijana wetu, ni mtoto wa shemeji yangu, yani mtoto wa mdogo wake na mke wangu, na yeye alipokuja tumekaa naye kwa siku zote hapa kwa muda wa wiki moja. Tumekuwa tukishare naye neno la Mungu, tunaongea naye tukimfundisha juu ya Sabato ya kweli, na kwa kadiri siku zilivyokuwa zikienda akawa anavutiwa, na hata leo ilikuwa asije kanisani. Kwanza alisema mimi sina nguo za kuvaa, yani sina nguo nzuri, maana nilijua tu nitakuja kwa siku 3 nitarudi tena Kiola. Lakini tukamwambia wewe vaa nguo hizo hizo tu twende kanisani. Kwa kweli akawa amevutiwa na tukawa tumekuja naye. Na tulipoingia kwenye madarasa tukawa tumegawanyika, wengine tukaingia kwenye lesoni, yeye akabaki kwenye darasa la ubatizo. Basi ndipo walipoulizwa wale ambao wako tayari kwa ajili ya ubatizo, basi akawa amenyosha mkono, akawa yuko tayari kwa ajili ya ubatizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Victoria, ni jambo gani unaweza ukawaambia wakina mama wengine kwamba wanapopata wageni hiyo ni fursa kwao, wanapopata wanafamilia wanaotoka kwao wakija nyumbani kwao hiyo ni fursa kwao, kwamba wasimame nyumbani kama wachungaji wa nyumbani wanaofundisha Injili na Injili ienee kama ulivyofanya kwa nyumba yako na matokeo yalipojitokeza? Amina. Kama tunavyojua sasa hivi tuko kwenye kipindi cha mwisho wa wakati. Niseme tuna neema ya kuona unabii unapotimia. Wako waliofanya unabii lakini hawakuweza kuyaona haya. Sasa sisi tuna neema, tuko katika kipindi ambacho unabii sasa unatimia. Niseme sisi tumebatizwa, ni mwaka mmoja. Makambi ya mwaka juzi ndio tumepata. Nilianza mimi kupata ubatizo, nikampa elimu mwenzangu, naye nikamhubiria, naye akakubali akabatizwa. Baadaye tukaendelea na watoto wetu wawili na wenyewe wakawa wamebatizwa. Hatukuishia hapo, kuna mtoto wa kakaangu naye tukamhubiria, naye akabatizwa. Kama watu 3 wengine. Sasa naweza nikasema kwamba sisi kama kina mama au kama wakina baba wa familia tuchukue fursa kwamba kila mgeni anayekuja malangoni mwetu asiondoke bure. Lazima kuwe na kitu cha kumwambia kwamba wakati umeisha, Yesu yupo karibu kurudi. Lakini pia tunao flashi ambayo inafundisha mafundisho mazuri sana. Mtu unaweza kumhubiria kwa mdomo, bado si ameshasikia sana, kwa hiyo hawezi kuyatilia maanani, anaweza akapuuzia. Tunayo flashi ambayo inafundisha dalili za kurudi kwa Yesu na unyakuo wa kanisa. Ina sehemu kama 6. Kwa hiyo tunafanya kazi ya kumconvince mtu asikilize taratibu. Kuanzia sehemu ya kwanza unamwacha, siku inapita. Sehemu ya pili ambayo inafundisha vizuri sana kwamba inafundisha historia ya dini, lakini hekalu la kwanza lilijengwa na nani, lilibomolewa na nani, hekalu la pili, ujenzi wa hekalu la 3 na dalili zake. Lakini pia inafundisha kwamba jinsi ya kuishi kwa sasa hivi, usukaji wa nywele, uwekaji wa makeup, uvaaji wa mavazi yaliyochanwa, kwamba hizo ni nguvu ya shetani, lakini tunatakiwa tuishije sasa kama watu wa Mungu. Ni flash nzuri ambayo inamuelekeza mtu mpaka anaona kwamba kanisa ambalo lina mafundisho ya kweli ni kanisa la Sabato. Asante sana. Tunafundisha pia na zile amri 10 za Mungu. Kwa sababu sisi tumetoka kwenye
Roman Catholic. Hata huyo mtoto naye ni Roman Catholic. Sawa kabisa. Kwa hiyo tukifungua Biblia tukamwonyesha Kutoka 20 kuanzia mstari wa kwanza, kimfundisha zile amri, anaona tu kabisa kanisa lilipunguzwa. Asante sana. Amina. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, anayezungumza nawe ni Victoria huyu ambaye ametoka katika kanisa la Roman Catholic, lakini akachagua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na alipomvaa Yesu Kristo moyoni akamwalika na mume wake na kuzungumza naye na kumshawishi na kumfundisha na kumwombea. Walipokubaliana wote, ikawa ni familia inayompenda Mungu, inayoshika imani ya Yesu pamoja na kanisa lake la waaminifu wanaojiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Yesu mara ya pili. Kanisa lenye ushindi, kanisa lenye amri 10 za Mungu, kama mwenyewe anavyozungumza kwamba wanafundisha amri 10 za Mungu, wanafundisha marejeo ya Yesu, wanafundisha misingi mizuri ya kanisa la Waadventista wa Sabato, mambo ya mavazi ya Kikristo na mambo ya mwenendo wa Kikristo. Amezungumzia hapa mambo ya mengine ya kusuka nywele, kupaka rangi, hata mambo ya uchezaji wa kamari ambayo ni kinyume na mapenzi ya Mungu, mambo ya uchezaji wa karata na kucheza pool table, vitu ambavyo havina mahusiano sana na mambo ya kiroho. Kwa hivyo vitu vyote ametia moyo, na hata katika juma hili tumekuwa tukifundishana hata matumizi ya simu na vyombo hivi mbalimbali vya ulimwengu huu ambao vinatutoa katika muktadha wetu wa kumwangalia Yesu Kristo. Utagundua familia hii inavyofanya kazi nyumbani ni kama anatuambia pamoja na mume wake, mgeni akija nyumbani usimpe wali peke yake, mpe neno la Mungu. Usimpe ugali peke yake, mpe neno la Mungu. Usimpe mboga na matunda peke yake, usimpe maji ya kunywa peke yake, mpe neno la Mungu. Gari lako, tembea na gari ambalo linazungumzia neno la Mungu, CD za neno la Mungu. Nyumbani kwako kuwe na mazungumzo ya neno la Mungu. Mgeni akikaa aone mahubiri, aone mafundisho, aone vitu mbalimbali vinavyomwelekeza kwa Yesu, maana Yesu Kristo anakuja na unabii umetimia kwamba yule ajaye atakuja upesi, na tuifanye kazi ya Mungu, na Bwana atujalie na kutubariki sana. Asante msikilizaji na mtazamaji.